Hujambo mpenzi msikilizaji, na karibu kusikiliza uchambuzi wetu wa habari kutoka redio ya kijamii Kifu. Uchambuzi huu wa habari unakuwa ukijumuishwa na kurasa mbalimbali. Utakuwemo kurasa wa habari muhimu, habari za mahali, habari za michezo, habari kutoka sehemu mbalimbali, habari za kitaifa na zile za kimataifa. Msomaji wako wa siku ni Zake Mulucha Ashibe. Upande wa pili, Safari Alimasidilo asimamia vyema dawati la mitambo. Na ukaribisha kwa utulivu kwamba taneme mwanzo hadi tamati. Nasema karibu. Kama kawaida tunafungua jamvi hili na ukurasa wa habari muhimu, ambako nampisha mwenzangu mchumbe wa mkulima na Fatuma. Karibu sana. Zake Mulucha Ashibe, shukrani sana kwa kunipa nafasi kwa ajili ya habari muhimu. Acha tuanze na habari hizi. Wafanyabiashara wadogo wa ndani ya soko ndogo la Jetem mjini Baraka wametaja kusikitishwa kuombwa pesa 15,000 ili kupata eneo la kuterekea ndani ya soko hilo. Na huko Uvira ni kwamba miili ya watu wengi waliozikwa ndani ya shimo mbili imevumbuliwa mwanzoni mwa wiki tunayo mjini Uvira, ambako waasi wa AFC M23 ndio wanachotwa vidole kuhusika na vitendo hivyo wakati waliteka mji huo siku za nyuma. Raia wanaomba sheria ya kweli ifanye kazi yake dhidi ya wahalifu. Tutamatishe habari muhimu na habari zingine hizi. Maelfu ya watoto wakimbizi wa Kongomani wanaoishi ndani ya kambi ya Busuma nchini Burundi wameandamana ili kuomba kwa shirika usikanalo na huduma za wakimbizi HCR kuwarudisha nchini mwao Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Zaki Mulucha Ashibe naweka nukta kwa habari muhimu. Shukrani sana mchumbe wa mkulima na Fatuma kwa ukurasa wako huo wa habari muhimu. Na jikita katika undani wa uchambuzi wa habari zenyewe kwa kina, nikianzia mjini Baraka. Baraza la vijana waadilifu kwa ajili ya uelekezaji wa sera za umma katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, CJOP kwa ufupi, limemwandikia kiongozi wa korti kuu ya kikatiba nchini Kongo barua ya kuomba kuwekwa kwa mahakama kuu ya kisheria ndani ya mji wa Baraka, ambayo itakuwa na msaada mkubwa kwa raia wa eneo hili. Akiwa mbele ya redio yako, Bwana Orfe Yamuneaka Mengele, kiongozi wa CJOP mjini Baraka na tarafani Fizi, ameanza hapa kuonyesha shabaha ya wao kuandika kibarua hicho. Tumemwandikia mkuu wa korti kuu ama cour constitutionnelle kibarua ya kumonyesha hali halisi inayoendelea katika tarafa la Fizi na katika jiji la Baraka, hususan kupitia hivi vyombo vya sheria, na ambao wajaji wengi wapo, magistrat wapo kwa ajili ya kusaidia sheria ipate kutembea vizuri. Na hiyo hali ilitokana na constat ambayo sisi tumefanya. Tunaenda kuona kwamba vyombo vya sheria katika tarafa la Fizi vinakuwa na uzembe mkubwa sana, na ule uzembe unatokana na mambo fulani wa magistrat kuwa wachache katika tarafa la Fizi. Unakuja kujikuta ya kwamba tarafa la Fizi inakuwa inakosa vyombo vingine ambavyo vinahitajika kuwa ili sheria ipate kutekelezwa bila matatizo, na hiyo inasababisha kukua madosie mingi ambayo iko traite hapa mu vyombo vya sheria tarafani Fizi. Unakutana mama anakuwa na kaa yake amebakwa, ama mtoto wake amebakwa, lakini ile dossier aiende mbele ya wakuu viongozi wa sheria ili wapate kutatuliwa hiyo tatizo. Unakutana kwamba madossier inawekewa chungu nzima. Wezi wanafanya mambo ya ukatili, wauaji wanaua watu. Kwa sababu gani? Wanajua kwamba hakuna vyombo vya sheria ambavyo vinavyofanya kazi, na hiyo yote inakuwa na madhara makubwa kwa maisha. Ndio maana sisi CJOP tuliona inabidi haya mambo tuyafikishe kwa wakuu viongozi wanaosimamia sheria katika nchi ya Kongo. Ndio maana tulimwandikia mkuu wa korti kuu ili aangalie jinsi gani atatusaidia waongeze wa magistrat, wafanyakazi wa vyombo vya sheria ili sheria ipate kutekelezwa. Vile tuliomba kwamba pafunguliwe tribunal de grande instance hapa katika jiji la Baraka, na hivyo pakuwe tena ingine tribunal de paix ambayo itakuwa hapa Baraka na nyingine ikuwe Fizi. Hata Misisi inaweza kuwekwa pia, kwa sababu walio wengi raia hawana uwezo ambao wanakuwa na kesi zao za kupeleka kwenye vyombo vya sheria ya kutufanya kutoka Baraka, kutoka Fizi mpaka Uvira, kwa sababu TGI ya Uvira ndio inaangalia Baraka na Fizi. Mwishowe, Orfe Yamuneaka Mengele ameomba kwa wabunge na watu wote wa Fizi Baraka wenye kuwa kwenye ngazi za juu kuingilia kati swala hili.
La mwisho ni kwamba tunaomba wabunge wetu wa députés nationaux na wa députés provinciaux, hata wa lidere wa politiciens ambao wanakuwa katika ngazi tofauti tofauti ya uongozi, tushikamane pamoja katika hii lite ya kuomba Baraka kupate kuwa tribunal de grande instance. Inaanza na CJOP, lakini tunaipeleka kwa watu wote. Tuungane pamoja kwa sababu ni lite kubwa, na kama ile TGI inafika hapa Baraka itakuwa kwa faida ya wananchi, itakuwa kwa faida wakaaji wa Baraka, wakaaji wa Fizi, kwa sababu hawatasumbuka tena na madosie zao ambazo wanazingojelea kila leo zipate suluhisho kwenye tribunal de paix, lakini kwa sababu majaji wanakuwa wadogo, kwa sababu wa magistrati ni wadogo, hawapati kufuatiliwa dosie zao. Wanaokuwa na uwezo wa kuambia president wa republique wamwambie, wanaokuwa na uwezo wa kumconvaincre president wa Assemblée nationale wamconvaincre, president wa Cour constitutionnelle, kwa sababu sisi tumeshafungua hatua na tuna matumaini ya kwamba tutaendelea na hii lit ili Fizi kuje ile tribunal de grande instance. Tukiwa tu katika mji wa Baraka, wafanyabiashara wadogo wa ndani ya soko ndogo ya Jeteme mjini Baraka wametaja kusikitishwa kuombwa pesa 15,000 ili kupata eneo ya kuterekea ndani ya soko hilo. Mchumbe wa mkulima na Fatuma na ripoti kamili baada ya kufuatilia kwa kina undani wa taarifa hii. Kulingana na malalamiko ya baadhi ya wafanyabiashara wanaofanya kazi zao za kibiashara ndani ya soko hilo ndogo la Jeteme, ambao kutaka majina yao yatajwe na kuchukulia sauti zao, wamesema kupata mshangao kuona kuombwa pesa 50,000 ili kupata nafasi ya kuterekea na uongozi wa mji wa Baraka. Kwa sasa vitengo vya kiserikali kama Habitat Urbanism wanaendelea na kazi za kupima maeneo katika muundo wa kisasa ndani ya soko ili wafanyabiashara kupata nafasi. Wachuuzi hao waliofika kwenye Radio Kivu ili kuleta malalamiko yao wameonyesha kuwa upande wa wafanyabiashara kama vile bidhaa ya sombe, nyanya, viazi wanaombwa pesa 52,000 na uongozi wa mji wa Baraka kupitia kamati ya soko hilo. Wachuuzi hao bado wabaki inajiuliza endapo pesa hiyo wanayoitoa kwa uongozi wa mji wa Baraka kupitia kamati hiyo ya soko, je, ni kununua eneo hilo lila kwao miaka yote, aidha ni kwa ajili ya kukodi. Eneo zinazohuzishwa kwa wafanyabiashara ndani ya soko hilo ndogo la Jeteme ni urefu wa mita 1 na upana wa takriban sentimita 50. Kibaya zaidi wanachoshangaza nacho kutoka kwa uongozi wa mji wa Baraka kupitia kamati hiyo ya soko la Jeteme, wafanyabiashara hao ambao tayari wametoa pesa yao ili kupata eneo, ni pale unapopewa shuti ya kujenga kwa muda wa siku 2, kujenga na tofali za kuungua, kupiga ripu ya simenti na kupiga bati kwenye kibanda chako, endapo kutekeleza hiyo unanyang'anywa eneo hilo na kupewa mwingine. Katika pitapita zetu tumefika kwenye baadhi ya ofisi za shirika la raia mjini Baraka, na upande wao wametaja kuto kupata malalamiko hayo huku wakidai kufuatilia. FEC ni shirika la wafanyabiashara na ndani ya mji wa Baraka kuna kuwa kamati hiyo. Radio yako imefika kwenye ofisi ya shirika hilo la wafanyabiashara wa Fizi Baraka. Upande wao pia wamesema kuto kufahamu chochote kuhusu swala hilo. Navyo vitengo vya serikali vinavyohusika na kupima maeneo ndani ya soko hilo kwa ushirikiano na uongozi wa soko hilo ndogo la Jeteme mjini Baraka wamesema upande wao hawana lolote la kuongea, kwani mamlaka yote yanakuwa kwenye mikono ya uongozi wa mji wa Baraka. Baada ya kuona fake, juhudi zetu hazikuishia hapo. Tumefika kwenye ofisi ya meya wa mji wa Baraka tangu siku ya pili ya wiki tunayo, ila kupitia protokoli wa meya wa mji wa Baraka amesema kwa mtangazaji aliyefika kwenye ofisi kwamba meya wa mji hayupo tayari kufanya mahojiano na waandishi wa habari, jambo ambalo limepelekea swala hilo kukosa maelezo, ila redio yako itazidi kufika kwenye ofisi ya meya wa mji ili kupata mwangaza. Ikumbukwe kuwa kufunguliwa kwa soko hilo ndogo la Jeteme, wafanyabiashara walitoa pesa 30,000 ili kupata nafasi ya kuterekea ndani ya soko hilo, na kwa sasa mara nyingine tena waombwa pesa 52,000. Alikuwa ni mchumbe wa mkulima na Fatuma. Habari kutoka huko Sebele inasema kuwa hali ya usalama imeonekana kuzorota katika kijiji cha Sebele baada ya makundi mawili ya wazalendo kufyatuliana risasi siku ya Jumatano hii mida ya mchana. Ndivyo amethibitisha kiongozi wa kijiji hicho. Akiwa kwenye mahojiano na Radio Kivu, Bwana Bayoma Sungura, kiongozi wa kijiji cha Sebele, ameanza kuonesha chanzo cha hali hiyo.
huku kwetu usalama ni mdogo sana. Kwanza ile sana usalama ulikuwa mdogo, ama kulikaa maabiria ya mingi sana mafika maaka ili kivika. Ndivyo wazalendo wanajita kama wasaji ya wazalendo wengine walikuwa wanatoka huku vilima huku vindo. Ile mzalendo alikuwa hapa, alikuwa anatoka kumai na wapo kuchota mai, alikuwa na silaha. Yeye mkuu mwenyewe alitoka huku vilima hapo na teni. Sasa ikabidi amuulize kama iko na mtu gani. Sasa ule msoda kuuliza ni mtu gani, akamwambia hii ni kisi ya hii ni yangu ni mtu gani, sababu yote ni ingie si ataiza hata sasa bakawa wamewana pale kusema shinabicho na polisi. Sasa ule akataka ya ule mwenyewe alimuua ile komanda ndio akamuua, akampiga risasi. Ile kutia akampatia na risasi akampiga. Baada ya kufa akapata tena mara pili akapiga, ndio akambeba hospitali kule akaenda kukata roho. Na mwanamke mmoja akapata nguvu na wengine ukazini kafizi kadogo kameka kuu kupata risasi mshingo wote ndio kufizi hospitali. Hiyo ndio maafa sana hapa kwetu Sebele, na hiyo ndio habari kabisa sio kama tatizo yote hilo. Upande mwingine ameonyesha hali iliyopo kwa sasa, huku akiomba kwa viongozi na vitengo husika na usalama kuvalia swala hili juga ili amani iweze kurejea katika kijiji hicho. Hapa kwanza hatuna kikosi cha FARDC hapa hawako. Na wazalendo wengine nao hapa wote wengi wanaenda kwa mafunzo na wengine wako huko kuvita huko kuzilima. Sasa hakukuwa fursa kusema kiendelea kuuliza hapana, isipokuwa hiyo sasa niliona iko kapanda kabisa, alikuwa na mabunduki ya mingi tena akabambi ya M2 AK2. Sasa wale walikuwa na aka kamoya, hakukuwa mwaweza yenyewe anaweza inayoendelea. Hali usalama ulikuwa mdogo sana kwa mkoa, watu walikimbia sababu ya kukosa kuongoza kukimbia, ndio maana watu wengine hawakukimbia. Lakini na sisi niliona oga sisi kukimbia kwenda pembeni na fikiri pembeni nikabakia huko. Ile hali usalama ilikuwa mdogo sana kwa hiyo. Baada ya tukio bandugu wake sababu ni kijana pale Buzimba na baba yao ni wengine wanakapaka na masilaha ya hapa watoto wetu, alikuwa shughuli yake, walitaka kuja kufanya fujo na wenyewe bila tafuta ile bwana kwa Mungu. Sababu ya mzuri ya kati na viongozi wengine tukatuliza ile harakati na hii magharibi hivi sasa mwenyewe alikuwa jana asubuhi hivi na mjana naweza kusema kama kwa kuelewa. Ndio ujumbe mimi naweza kuwa nao, naweza omba nikuwa viongozi wa kufanyia kazi sana kwa kutafutia amani hapa Serena. Sababu hapa kuko makundi mengi sana yenye kushikilia silaha, wanatoka kule kumafro nikuwa kutulia Serena. Watoka kukwe zero, wanakuwa kutulia Serena. Watoke wapi? Waki hapa kuko vikundi yenye kushika silaha isiyojulikana, na ndio maana maafa yanatoka mara kwa mara, sababu huko mtu anaweza kuingia kwenye mtoka na kuja anapokea franga anakimbilia hapa Serena. Ndio atakuwa hapa Manyanga nyaka afanya hata kulingana ni wakundi fulani ni kupiga masasi hoji masasi ngine na via sana kwa kukosa amani, sababu kukosa kujulikana kama ni wasodoa kikundi gani. Na kwengineko, msikilizaji, vuguvugu machozi ya raia tarafani Fizi kupitia kiongozi wake imeomba uongozi wa kijeshi wa jeshi la taifa FARDC kuwahamisha wanajeshi wanaodhibiti baadhi ya shule katika maeneo ya nyanda za kati za tarafa la Fizi ili kuwawezesha wanafunzi kurejelea shule. Bwana Angali Sanganino Bwanjo, koordineta wa vuguvugu machozi ya raia tarafani Fizi, ametoa mfano wa wanafunzi wapatikanao wa Bwale na sehemu zingine wanavyolazimika kubaki manyumbani licha ya kuwa usalama tayari umerejea maeneo hayo. Situation ni ya shule vraiment, sisi kama vile shirika la raia vuguvugu machozi ya raia tuasikitishwe sana, kwa sababu munivo ya Rute Mwenga kuko ekole zimoja zenye azisome zenye tunaweza tukazitaji kama vile epe Abala, epe Bazuri ya pale ya Bwale. Vraiment ni maekole zimoja na zingine kadhalika zenye zinapatikana ndani ya groupement ya Basilocha mu territoire ya Fizi. Mpaka kwa sasa hivi tunavyoongea hapa hivi watoto hawajarejea kwenye masomo. Tulipoyaulizia walimu wanatuambia kama walianzisha masomo sio kosa lao, lakini ni kosa eti maeneo zile zingaliki ukipe kwanza na jeshi letu la FARDC.
ile inasababisha walimu kutokuanzisha masomo. Na tulipoyaangalia vizuri sana, sisi kama vile shirika la raia tunatoa ombi kwa jeshi letu la FRDC, kwa sababu tunajua trebie masomo inahitajika sana kwa mtoto. Mtoto wakati asome anaweza kuwa na kreye zingine intelligence za mbaya, anaweza kreye mabanditism wakati anashinda kunyumba, lakini mtoto alipoanza masomo anakuwaka na ingine ya aspea mzuri sana jenina muleteaka kiutu cha utu. Lakini kama mtoto akikuwa tu mtu mwenye anashinda kwenye manyumba zao, vraiment ile haikuwa hali ya kufurahisha sana, na masomo ni jambo la kabambi sana. Donc ombi yenyewe tunaweza tukaomba kwa eneo zizi zenyewe ziko kipe na FRDC mu milieu scolaire, vraiment tunaweza tukatoe ombi zetu waachie ma milieu scolaire uhuru ili watoto waanze masomo, kwa sababu tunataka ingia ma periode ya maexamen za watoto, na tunataka ingia ma periode za kabambi sana ili watoto wapate kumaliza mwaka wa masomo. Na ile ni hatua kabambi yenyewe tunaomba kama vile sisi shirika la kiraia, ndugu mtangazaji, ili watoto wapate kuanzisha masomo mwa ile maeneo zenyewe tunataja pale. Ni vizuri sana kabisa, tunaweza sikia zile eneo zenyewe ziko miliki vraiment wanaziachia huru na watoto wanaanza masomo. Ili itatufurahisha sana ndugu mtangazaji, kwa sababu mpaka hivi zimwa eneo za Mama Plateau mpaka hivi zizi zenyewe tunajua hakuna tena vurugu kwa amani, lakini ziko watoto mpaka vile wajianza masomo. Tunaweza omba kwa wote wale wa educative waifuatilie vizuri sana porque watoto wanapaswa waanze nini masomo maeneo zile. Kipenga kimelia msikilizaji, ni ukurasa wa habari za michezo. Klabu ya DC Urafiki hapa nyumbani Baraka imeitisha wanamemba wote siku ya Jumamosi ya tarehe 28 Februari mwaka huu kwa ajili ya kikao ndani ya uwanja wa Maendeleo. Katika bara la Ulaya, Cristiano Ronaldo, mchezaji nguli wa kabumbu, amechukua umiliki wa 25% wa klabu ya UD Almeria, klabu ya daraja la pili nchini Uhispania. Omari Makelele Ozile, tuambie mengi kuhusu habari hizi za michezo. Na barabara kabisa mwenzangu Izake Mulucha Ashibe. Leo katika habari za michezo mgongoni na valia namba 10 ya kimchezaji Kylian Mbappe wa klabu ya Real Madrid. Katika habari za michezo tuanzie na habari za hapa katika mji wa Baraka ni kwamba kila mchezaji wa klabu ya DC Urafiki, awe wa zamani au wa sasa, wanamemba pamoja na mashabiki wote wanaalikwa kuhudhuria kwenye kikao kikuu cha klabu hiyo kilichoandaliwa naye mwenyekiti mkuu wa klabu ya DC Urafiki kitakachofanyika siku ya Jumamosi ya tarehe 28 Februari 2026 ndani ya uwanja wa Maendeleo majira ya saa 9 kamili mchana. Rashidi Isolo Gilbert Monavie ni katibu wa klabu ya DC Urafiki, anaeleza huku akisisitiza mashabiki kuweza kuheshimu saa. Tunapenda kujulisha wanamemba wote wa timu ya DC Urafiki pamoja na ancien joueur na nouveau joueur, yani jamaa yote ya DC Urafiki, siku ya posho tariki 28 mwezi wa pili 2026 tutane sote pale ku Stade Maendeleo kwa ajili ya mazungumzo ili timu yetu isonge mbele. Mwenye ameitisha kikao ni president wa club, yani Safari Musanto Kade, ndio mwenye ameitisha wanamemba wote pamoja na ancien joueur wote, yani jamaa yote ya DC Urafiki, kwa ajili tupate kuzungumza maneno mawili ama matatu kuhusu kikao ya samedi. Tunapenda kila mtu wa jamaa ya DC Urafiki, ancien joueur wa zamani, wa sasa, mwanamemba, fane, kila mtu afike bule mustadi na 15 registre kwa ajili tuzungumuze na tuheshimishe saa, yani 15 ikuwe 15 registre tu. Na kule katika bara la Ulaya ni kwamba timu zilizofuzu hatua ya 16 bora ya michuano ya ligi ya mabingwa Ulaya tayari zimefahamika. Timu hizo ni pamoja na Arsenal, Chelsea, The Blues, Liverpool, Manchester City, Newcastle, Tottenham, Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Bayern Munich, Bayer Leverkusen, Paris Saint-Germain, Atalanta Bergame, Bodo Glimt, Sporting Lisbon pamoja na Galatasaray. Hizo ni klabu ambazo zitaweza kushiriki katika hatua ya 16 bora. Na draw ya michuano hiyo itaweza kufanyika siku ya Ijumaa ya wiki tunayo. Rais wa shirikisho la soka duniani FIFA Gianni Infantino amesema hana wasiwasi wowote
kuhusu uwezo wa Mexico kuwa mwenyeji mwenza wa kombe la dunia ambalo litaweza kutimua vumbi hivi baadaye mwaka huu mwezi Juni. Infantino alitoa kauli hiyo akiwa nchini Colombia siku chache tu baada ya kuzuka kwa machafuko kupitia kifo cha Menecio Oseguera Cervante maarufu kama El Mencho, aliyekuwa kiongozi wa genge la dawa za kulevya la Jalisco New Generation, tukio lililotokea katika mji wa Guadalajara. Ghasia zilizoibuka baada ya tukio hilo ziliripotiwa kusababisha vifo vya watu takriban 74. Licha ya hali hiyo ya kiusalama kuzorota, Mexico imeendelea na maandalizi ya mashindano ya kombe la dunia itakayoanza mwezi Juni, ambapo itakuwa mwenyeji kwa kushirikiana na Marekani pamoja na Canada. Na mwishowe katika habari za hapa na pale huku na kule ni kwamba nyota wa timu ya taifa ya Ureno Cristiano Ronaldo amechukua umiliki wa 25% wa klabu ya UD Almeria inayoshiriki ligi daraja la pili nchini Uhispania. Mpango huo unatekelezwa kupitia kampuni ya CR7 Sport. Ronaldo ambaye ametimiza miaka 41 hivi karibuni amewahi kuonesha dhamira yake ya kumiliki klabu ya soka mara baada ya kutundika viatu vyake vya soka. Asante sana Omari Makelele Uzile kwa kurasa wako wa habari za michezo. Msikilizaji, na kukumbusha tu kwamba unaendelea kusikiliza uchambuzi wa habari kutoka redio ya kijamii Kivu. Unatushika vyema kunako masafa ya FM kwenye mita bendi ya 93.0. Tunakutangazia mubashara kutoka jiji la Baraka. Ukitaka kutengenezesha vyombo vya kielektronik na kununua vifaa vyake vya akiba ima pièce de rechange, jibu lako ni kampuni ya BBC Elia Baraka Aibaz. Baada ya mapumziko mafupi hayo, tujielekeze Uvira. Mihili ya watu wengi waliozikwa ndani ya shimo mbili zimevumbuliwa mwanzoni mwa wiki tunayo mjini Uvira, ambako waasi wa AFC M23 ndio wanachotwa kidole wa kwanza kuhusika na vitendo hivyo wakati waliteka mji katika siku za nyuma. Raia wanaomba sheria ya kweli ifanyike dhidi ya wahalifu. Taarifa tunazo ni kwamba yote yameanza pale ambapo vitengo vya usalama vilikuwa katika kazi ya kufanya uchunguzi ambao unaendelea mpaka sasa, kama alivyohakikisha pia mwanasheria Chako Changu Bon Ane. Watu wengi wamepigwa masasi ngambo ya Kavimvira, ngambo ya groupement ya Kagandu, ngambo ya groupement corporate Kakala na mkartie Ruge. Watu kule wamekufa wengi sana, na ikaonekana kwamba wa M23 walichimba shimo, walioblige watu fulani wenye walibakia kule wachimbe shimo pamoja na kwa ili kwamba wazike watu ya mapost commune. Ndio maana wakati anketi imefanywa na vyombo vya dola ama vyombo vya usalama, ukiwemo polisi hapa Uvira, jeshi hapa Uvira na gouvernement provincial, waligundua kwamba hesabu ya watu walioshikwa ni nyingi sana ndani ya shimo mbili. Wa M23 walichimba shimo mbili na wakazika watu zaidi kabisa. Shimo moja 16, ingine shimo watu 14, 15. Hivyo ndio walidekuviri hiyo mapost commune, na gavana wa akaitisha watu kuwaonesha na mamedia kugundia kwamba waenzi watu wengi sana, inabidi sheria ifanye kazi yake. Kwa Kavimvira ngambo ya kilomoni ndogo nyingi zimegundulika. Hao ambao wamezikwa wanawezekana walikuwa wazalendo au namna gani? Inasemekana kwamba wamechanga kwa maiti ya wazalendo wa moja, kwa maiti ya maelemazi moja FARDC, mlikuwa maiti wa raia, kwa maiti ya vijana wenye kunywa pombe na wenye kwa wanakimbia. Hivi sasa tuko kazi ya kusubiri familia ambazo zimefikia Bujumbura kwanza zirudie, ili kila mmoja atakayekuwa akuona ndugu yake aende kudenonse kwamba waangalie kwamba hesabu ya miili yenyewe walitosha mule mwazi mashimo inaweza ikaenea par rapport na madeclaration za watu wenye watakonstate disparition kwa mafamilia zao. Aidha, kutaka kufahamu kitakachoendelea baada ya hatua hiyo, Chako Changu wamejibu mara tena.
kiukweli mpaka sasa tunasubiri kujua decision final, ndio imeambatana na kuingia kwa vice premier ministre wa choo ya Affaires Coutumières Mheshimiwa Shabani. Tunafikiria kwamba après conseil ya securite ambayo imefanyika conseil ya securite ya jana ya province, ambapo meya wa ville naye amekuwa ndani, bwana Kapenda Kipara Kikili, tunasubiria kutakuwa madirektive ambazo zitakamatika, kwa sababu serikali haiwezi kaacha watu zaidi ya 15 wazikwe ndani ya shimo moja kwa crime de guerre. Na pia tunasubiri kusikia sheria inakamata hatua gani, sababu hicho kitendo hakitakaa bila kuadhibiwa. Sisi wananchi ni kuambia kwamba tunasubiria justice ifanyike, hata kama wafanyasiasa wataongea, na sisi wakaaji tunaendelea kuona kwamba justice ifanyike, reparation ikikuwa inaweza kuwa vizuri zaidi. Sana watambue kwamba pombe za kulevya mituma wamoja wakufe na wazidi ndani zile force commune. Ndio maana waache kunywa pombe za kulevya. Ile pombe ni arme ya Rwanda, ni arme ya Uganda, ni arme ya maadui wa nchi ya Kongo, ili wapoteze nguvu ya vijana na wakose nani atakayetetea nchi. Ingekuwa wazalendo wetu wanakunywa pombe za kulevya, hawangepata nguvu ya kutetea nchi. Ndio maana tuache kunywa pombe, tupende nchi ya Kongo sisi vijana, tuitumikie, tuishughulikie, tuambie wafanyasiasa wabadili aina ya uongozi ili kwamba na sisi tukule nchi ya Kongo kama inavyostahili, na kama sisi wengine wa vijana wanakula nchi ya Kongo. Kwa wafanyasiasa kwa kwamba muda kufanya siasa kwa faida zao na familia zao imeshaisha. Ni wakati sasa Kongo ikule nayo nchi, wakumani wakule mazao ya nchi. Ndio maana tunakataa sisi kufanya siasa wabaya, lakini tunawapenda wale wenyewe wanafanya kazi kwa mfano wa Nelson Mandela, kwa mfano wa mwenye kufa hapa jana Tanzania, Bwana Magufuli. Tukielekea huko nchini Burundi, msikilizaji, maelfu ya watoto wa wakimbizi wa Kongomani wanaoishi ndani ya kambi ya Busuma nchini Burundi wameendesha maandamano ili kuomba kwa shirika husika na huduma za wakimbizi HCR kuwarudisha nchini mwao DRC. Taarifa tunazo toka kambini Busuma zataja kuwa watoto hao walipata fursa hiyo wakati kambi hiyo imepokea mjumbe wa shirika husika na chakula ulimwenguni PAME kwa ufupi, kama alivyohakikisha pia mmoja kati ya wakimbizi aliyehifadhi jina lake. Ni kweli ndugu mtangazaji, maandamano ya watoto ilifanyika jana. Watoto hawakutumwa na wakubwa, hawakulazimishwa na mtu, lakini watoto waliamua kuexprimer intention yao ya kurudia Kongo, waendeleshe masomo. Watoto waliandamana ni baada ya mkurugenzi wa shirika la PAME ulimwenguni wakati alipowasili hapa kambini Busuma. Watoto wengi kabisa wakafurika mabarabarani kuimba, hatutaki kubaki hapa, tunataki kwenda Kongo. Na ilipelekea hata baadhi ya mzungu mmoja mwele delegation kulia, kutoa machozi. Kulingana na kufunguliwa kwa mpaka wa Burundi na Kongo kwenye Gatumba na Kilomoni, wajumbe wa wizara ya mambo ya ndani ya hapa nchini Burundi walikuja hapa kambini, wakaendesha kikao na wakuu viongozi wa kambi, wakuu viongozi wa makonfession religieuse, wakuu viongozi wa mamitualite mbalimbali za makabila zenye kuwa hapa. Na ujumbe muhimu ambao uligubikwa na kikao kile, wizara ya mambo ya ndani ya nchini Burundi ilitangazia wakimbizi kwamba tayari frontiere imefunguliwa, na kama frontiere imefunguliwa, tutaanza na hatua ya kurudisha wanajeshi wa Zalendo pamoja na mapolisi wenye kuwa hapa kambini. Tukimaliza hao, kisha watakaofuatia ni wakimbizi. Na wakimbizi, kusudi hatua ya kuwarudisha ianze, itabidi kwanza kuorozeshwa ile tunaita enregistrement ama identification. Na mwa ile identification njo watu watakao wanaulizwa mwenye kupenda kubaki na mwenye kupenda kurudia Kongo, ndipo ile rapatriement libre itaanza. Hata hivyo, duru yetu yaongeza kuwa mwezi rasmi ya kuanzishwa kwa mchakato huo wa kuwarudisha wakimbizi bado kujulikana.
lakini hawakukamilisha siku mwezi ambako ile activity itaanza. Waliinsiste pia wale wajumbe kusema kwamba ni vema wakimbizi watulie, wavumilie, sababu wamedai kurudia na watarudishwa. Ile hali ya kutoroka kwenda kinjia za panya ikomeshwe, na atakayeshikwa anaenda kwa njia ya panya ama njia ya kutoroka, ule ataadhibiwa kwa mujibu wa sheria za nchi ya Burundi. Na waza ndio watu wote wanakuwa wima, wanasubiria nini ambacho tafanyika kusudi hilo rapatriement libre itaanza kutekelezwa. Ni hadi hapo ndipo unatamatisha kabisa uchambuzi wa habari kwa siku ya leo. Msikilizaji, nasema asante kwa vile umeambatana nami mwanzo hadi tamati. Nashukuru pia wenzangu wote walionisaidia kuandaa uchambuzi wa habari. Upande wa pili ulisimamiwa naye Safari Alimasi Dilwe, mimi ni Zake Mulucha Ashibe. Tukutane wakati mwingine msikilizaji, mpaka hapa sina la ziada. Asalamu alaykum.